Na ndio maana Efeso sura ya 6 na ule mstari wa 10 nasema hatimaye mzidi kuwa nini? Hodari katika uwezo na nguvu na silaha za Bwana. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya ufalme na nguvu na ukuu wa giza katika ulimwengu wa pepo wabaya. Vita hivi sisi ni katika ulimwengu wa roho. Hatuhitaji wewe uvae combat, hatuhitaji wewe uvae sare za askari polisi. Tunakuhitaji wewe uvae chepeo ya wokovu na neno la Mungu ndani yako, na imani ikae uweze kushinda ile mishale ya ibilisi mwovu shetani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nikwambie, kipimo cha wewe kwamba umeokoka ni kipimo ni kwa namna gani unashinda vita vinavyosimama mbele yako. Kuna vita ambayo wachungaji wataingilia kati, na kuna vita ambayo lazima wewe mwenyewe usimame ushindane. Watumishi wa Mungu ni majenerali, wanakuongoza namna kupigana, wewe ni askari. Na ndio maana ukiangalia katika mfumo wa jeshi, wale mabrigedia, makanali, maluteni, mapepe, wale kazi yao ni kuchora ramani ya vita. Sisi watumishi wa Mungu kazi yetu ni kuchora ramani ya vita, lakini askari wa kupambana ni wewe. Tukisema shambulia unashambulia katika jina la Yesu, tukisema kupiga unapiga katika jina la Yesu. Ni hatari kwenda kwenye kanisa la wokovu ambao wanasimama wanamwomba Mungu, halafu wao wamekuwa ni raia. Ni hatari kwa sababu wanaposimama kwenye maombi, tukisema toka pepo, toka mashetani, toka majoka, yale mapepo yanatoka. Yule mtu anayeomba yanaangalia mtu asiyeomba na kuingia. Bwana Yesu apewe sana. Na ndio maana kama unajihisi kabisa kwamba wewe bado haujakata kauli, haujaamua moyoni mwako kabisa kumfuata Yesu, ni bora ukakaa nyumbani. Lakini kama umesema nimedhamiria nina moyo wangu nataka niende mbinguni, unapofika hapa, unapofika muda wa kuomba, usikae kinyonge, anza kushindana. Tukisema feka feka, tukisema ngoa ngoa, tukisema bomoa bomoa. Haleluya. Kwa hiyo apostol, tayari leo tunakataa kuwa na raia kanisani. Tunatengeneza askari. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunatengeneza jeshi la Bwana. Sisi kuna majeshi ya Mungu ambao ni malaika, na kuna majeshi ya Mungu ambao ni binadamu. Wanaomjua Mungu, wanaompenda Mungu, wanaolala usiku saa 8 wanaamka. Wanasema zilani tena, wanashindana kwa habari ya Tanzania. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unamwona mtu kabisa ameokoka, anaanza kusema jamani, mimi sielewi, mambo hayaendi vizuri, yaani sielewi. Sio kwamba wewe hauelewi, level yako kwa ulimwengu wao ni ndogo. Biblia inasema Mungu hawezi kufanya jambo bila kuwafunulia watumishi wake. Unapoona mahali pameharibika, Mungu amekutengeneza kwa nafasi na kwa saa ili upajenge palipobomoka, upaweke sawa, na ule mlima uliosimama ukausawazishe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Na nataka nimalizie hapa kwenye ile mambo hii. Sikiliza. Tuko kwenye nyakati za mwisho. Nyakati ambazo watu ni majeuri, mashetani ni majeuri, watu wabaya ndio wanajihesabia haki. Na nyakati hizo ambazo ni za mwisho ambao watu ni jeuri, na Mungu pia huwa anatengenezaga watumishi wa jeuri. Ndiyo. Sio wakati tena kubembeleza. Sio wakati tena kumwambia Yesu anakupenda. Ni wakati wa kumwambia mtu simama na Yesu, usiposimama utakufa, maana mashetani watakuua. Kuna mtu mmoja nimemwambia kifunge kwa ajili ya mwanao katoto kadogo, kakushinda darasa la 5, kaangushwa na mapepo. Yule mama ananiambia funga kwa ajili yangu, mimi siwezi kufunga. Nikamwambia mama, unahama kweli wewe? Nani ambaye wakifunga maskini njaa? Nani? Mimi usio ndugu yangu. Mimi ni mchungaji na kuelekeza wewe tufunge siku 5. Anaenda tukasema kufunga. Kaniambia hawezi kufunga. Kuna watu tunawaambia, okay, usiku tuamke saa 7. Mchungaji mimi usingizi kwa kweli mimi kama Paulo, siwezi kuamka usiku. Nani anaweza kuamka usiku nani? Sasa saa zimeshafika ambazo hatubembelezani tena kwa habari ya mambo ya Mungu. Tukikwambia songa mbele, usiposonga mbele, jeshini ukiambia songa mbele, usiposonga mbele, sasa kiki.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ilikuwa ni utangulizi, nilikuwa niweka sawa kwanza leo hujue kabisa kwamba wewe unayekuja hapa, wewe sio raia. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Askari. Unasikia anakuambia apostol kwamba jamani nasema na wachawi wengi, nataka niambe. Sasa nikwambie, inawezekana nao kama pale nimepasa kuliko unakwenda kwa nini? Wachawi wanataka wakimbie kwa sababu watumishi wa Mungu wapo. Sio wewe uhame kwa sababu wachawi wako pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kwa Mungu. Kama unaandika sasa kuandika somo langu. Nilikuwa nakupa dondoo tu kae sawa. Andika somo langu. Kukomboa sura yako. Somo langu linaitwa kukomboa sura yako. Kwenye Biblia tunasema kukomboa wakati, lakini mimi nakuletea tena kwa habari ya kukomboa sura yako. Kukomboa sura yako. Kila binadamu unayemwona ana sura. Hiyo sura ina maana kubwa, na ndio maana siku ya leo ninaanza kukufungulia kodi. I want to open this secret code, the spiritual ones. Nataka nikufungulie hii kodi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura. Na dunia nzima kwa sasa iliyopo tuko takriban milioni 7. Mungu aliwaajabu kila mtu ana sura yake. Na hata kama mnazaliwa mapacha mnafanana, yaani kuna mahali kama mnafanana. Mungu kila binadamu amempa sura. It is a spiritual identity. Ni alama ya kiroho ya utofauti inayokutofautisha kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wale ambao wana simu janja, smartphone, utaona kuna sehemu kuna password ya uso. Kwa akijiwekea hivi, ukiweka uso wako wewe, huwezi kufunguka. Kwa sababu umeumbwa kwa namna tofauti na mwenzio. Kwa hiyo kwa nini Mungu amekupa uso wako? Uso una maana kubwa sana. Sasa nitakufundisha ni kwa nini maisha yako ni magumu. Ni kwa nini wachawi wanadili na uso wa mtu. Ni kwa nini uso wa mtu ndio ukachafuliwa au ukafunikwa au ukachukuliwa ukawekewa uso wa mtu mwingine. Hayo sio maneno yangu, nitakuonyesha kwenye Biblia. Biblia inasema. Na baada ya kutoka hapa leo, utaanza kuona kama mume wako alikuwa anakuchukia, mke wako alikuwa anakuchukia, bosi wako alikuwa anakuchukia, majirani walikuwa wanakuchukia, utaona mabadiliko tena, kwa sababu ule uso ambao uligeuziwa upendeo uso mwingine, Mungu anautoa tena leo, anapata uso upendeo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikia nikwambia kitu. Ukisikia nakwambia Mungu wewe. It is not a mistake. It is not happened by accident. It is a perfect truth. In the spiritual needs, kwenye ulimwengu wa roho, ndivyo unavyoonekana. Ukisema kwamba punda, mbwa, ng'ombe, kuku, katika ulimwengu wa roho ndivyo unavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaongea naye, ananiambia ana duka lake Kariakoo. Anasema amefungua duka, lakini kuna mteja wake mmoja mkubwa anatoka mzigo mkubwa pale. Duka limefunguliwa na bwana muuzaji, lakini hiyo siku yule mteja anampigia simu, anamwambia bwana, nilifika Kariakoo, kuna duka lako limefungwa. Limefungwa duka liko basi. Mbona limefungwa? Kumbe watu umeandika pale duka la kuuza madawa, baadaye watu wamepita wamegeuzwa, linaandikwa duka linafanya ujenzi kwenye ulimwengu wa roho. Huwezi kuuza chochote. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe vitu vya kuweza kukusaidia, na ukivizingatia utapiga hatua. Kumbukumbu ya Torati sura ya 16 na mstari wa 19. Kumbukumbu ya Torati 16:19. Ningepata msomaji mmoja ambaye yuko Kumbukumbu ya Torati sura ya 16 mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatamka, inasema usipotoa maamuzi wala usipendelee uso wa mtu. Tunaanza kupata picha kwamba kupitia uso wa mtu anaweza kupendelewa au asipendelewe. Kuna watu wanapata kazi kwa sababu ya uso wao.
Uso una nguvu. Na ndio maana kuna watu wamefanya mabadiliko au maamuzi kupitia uso. Nataka nikuoneshe andiko lingine. Kitabu cha Ayubu sura ya 30 mstari wa 10. Hajafika nisomee. Ayubu 30 mstari wa 10. Ayubu 30:10.